Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri ambao mara tena Baba wa mbinguni ameweza kutupa fursa ya kuweza kukutana na kuweza kusherekea mkutano wetu wa Pasaka ambao ni kumbukumbu ya kukumbuka namna gani Bwana Yesu alivyoweza kujitoa na kuweza kuja kufa kwa ajili ya kuweza kuokoa ulimwengu wote na dhambi za ulimwengu. Na pia tumeweza kupata fursa kwenye sikukuu hii ya Pasaka kuweza kuzalisha kanisa letu. Hivyo tumeweza kupata chance ya watu 5 ambao wameweza kuamua kulingana na neno la Kristo aaminie na abatizwe, na hivyo wameweza kuamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kuweza kukubali kuwa leo waweze kubatizwa. Hivyo tu baada ya dakika chache tutaingia kwenye eneo la ubatizo, na ili watu wa Mungu waweze kubatizwa ili kutimiza tamko la Yesu Kristo kuwa aaminie na aweze kubatizwa, na Mungu wa mbinguni aweze kutubariki. Amen. Pasaka njema. Amen. Tuendelee kufurahia Mungu kwa siku ya leo. Kwa hiyo waimbaji, mutupee wimbo 3 kwa kushukuru Mungu na kuabudu Mungu. Karibu. Ujana wa leo si ujali tena, na ngojea sasa kwenda mbinguni. Ujana wa leo si ujali tena, na ngojea sasa kwenda mbinguni. Ujana wa leo si ujali tena, na ngojea sasa kwenda mbinguni. Ujana wa leo si ujali tena, na
Yesu asifiwe. Asante sana kwa wenyewe wametuongoza kwa wimbo. Nadhani kwa hiyo hii wakati tutaanza hiyo sherehe yetu ya kubatiza watoto wetu. Nadhani hivyo mchungaji, kwa sababu masaa ilishapita. Tulikuwa tumesema tutaanza saa 9 lakini masaa ilishaenda. Kwa hiyo acha tusimamishe pasta naye aongee. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao waliomba kubatizwa na ninahitaji wasimame ili tuanze na huduma hiyo. Mengine tutaendeleza sasa baadaye, kwa sababu nimeambiwa kwamba mpiga picha ana ratiba nyingine. Saa 11 alitakiwa awe ameshatoka. Kwa hiyo tuharakishe kufanya hili ili tumpe muda wa yeye kuweza kurudi nyumbani. Kwa hiyo kuna mtu wa kwanza ambaye aliniambia habari. Rosa, unaweza kusimama. Esther, icha na wewe simama. Mje tu hapa mbele. Angel, mwingine nikumbushe lile lingine jina. Na Mwangaza Mchombo. Lakini kwenye dakika za mwisho tu, kwenye dakika za mwisho nilikuwa nimekuja kuambiwa na Monique, Angel ananiambia kwamba Yusufu anataka kubatizwa na yeye. Akakuja kuuliza kama maji hayawezi kumuingia kwenye kinywa. Nikamwambia ni juu yako, ukiamua kubatizwa utabatizwa, usipotaka. Na naomba nilieleze hili katika maandiko matakatifu, kwa sababu watu huwa wana maswali mengi, na kwenye hizi andiko ambazo niliziandika hapa tunajibu hayo yote maswali ambayo watu huwa wanajiuliza kuhusu ubatizo. Kuna maswali kwamba je, mtoto mdogo ana haki ya kubatizwa? Ndiyo. Jibu ni ndiyo, ana haki ya kubatizwa. Maandiko yanasema kwamba wakati Paulo na Sila walipokuwa wamefungwa, walipotoka kule kwa muujiza wa Mungu, walienda nyumbani kwa yule akida, na walipofika nyumbani kwa yule akida, watu wote wa nyumbani kwake walibatizwa. Tunajua ni nani aliyekuwa mkubwa na nani hakuwa mkubwa? Haijulikani. Pia tunakuja kukuta andiko lingine ambalo linatuambia kuhusu ubatizo, ni lile la Kutoka.
wana wa Israeli, Kutoka sura ya 12, wana wa Israeli walipotoka Misri, walipovuka bahari ya Shamu, ile kuvuka bahari ya Shamu pakavu ilionekana kwao kuwa ni ubatizo. Je, hawakupita na watoto wadogo? Walipita na watoto wadogo na wachanga pia. Kumbi kujijengea kwamba lazima mtu akiri mwenyewe ni imani ambayo haiendani na maandiko matakatifu. Pili, ubatizo tunaamini kwamba mtu akikiri mwenyewe ni vizuri zaidi. Lakini wengine wanasema hata kama akikiri mwenyewe, kuna watu wanaotakiwa kuulizwa kwamba huyu mnamwonaje, abatizwe asibatizwe? Hiyo nayo sijui iko wapi, sikuipata kwenye maandiko. Hiyo nayo ni kinyume cha maandiko matakatifu. Sisi wanadamu hatuna uwezo wa kumzuia au kumshuhudia mwingine. Hebu chukueni yule towashi wa Kusi na Filipo. Filipo anatoka Israeli, ni mmojawapo wa wanafunzi wa Yesu. Anakutana na towashi wa Kusi, alikuwa akida, alikuwa mkuu wa kikosi cha ulinzi cha pale Ethiopia ya sasa, ambayo ilikuwa ikiitwa Kushi. Akaanza kumhubiria. Alipomuuliza kwamba unaelewa haya ninayokuambia, akamwambia nitaelewaje, ningeelewaje bila kuongozwa? Na yeye akauliza swali, unaniambia kuhusu ubatizo, sasa maji ndo haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Akamwambia ukiamini Yesu Kristo tu, yaani neno moja tu, ukiamini Yesu Kristo. Sasa umeshakuwa kanisani muda wa wiki, 2, mwezi, unakuja kwamba haujaamini Yesu Kristo au umeshaamini Yesu Kristo? Sasa sisi tutajuaje kwamba wewe haujaamini au hauamini? Utakachokiongea kwenye kinywa chako ndio sisi tunakifuata. Tunakufuata pia tunapokuona unakaribiana pamoja na sisi kwenye kuabudu Mungu. Kwa hiyo hakuna ile nayo kusema kwamba lazima kuwe darasa la ubatizo. Tunaendelea na kufundisha ubatizo wakati wowote wa maisha ya mtu, lakini hakuna masharti kabla ya kubatizwa. Sijui hapo nimeeleweka. Nimejaribu kupitia Biblia ili nione maandiko, nijibu kwa yale yote maswali ambayo niliyaulizwa kuhusu ubatizo, na ndio majibu haya. Na zile karatasi ziko pale mlangoni, kila yeyote anaweza akachukua akasoma. Kwa hiyo maswali yote yako humu ndani niliyokuwa nikiyaulizwa, na vile Biblia ilivyojibu, sio mimi, vile Biblia iliyojibu. Sasa kiutaratibu ni kwamba mna nguo zenu, ni hawa 4 ambao tutakwenda kuwabatiza leo, na tutakwenda huko kwenye chumba ili muweze kubadilisha nguo muvae. Hatujui kama mmekuja na hizo, lakini kuna makanzu kule ambayo mtavaa, alafu pia mtaelekezwa wapi kwa kubadilishia, mtapewa labda na taulo. Utakapobatizwa utaingia kwenye chumba gani ili uweze tena kujipanguza na kuvaa nguo nzuri ambazo utakuja kuingia nazo ibadani. Kwa hiyo tunaingia huo mlango hapo, tunawaelekeza ni wapi ambako mtafanya nini na wapi mchukue hizo nguo mtazivaa, na atakayebatiza leo atakuwa ni ndugu Amuri, sio mimi tu. Kwa hiyo na yeye pia tunaenda naye ili na yeye na wote watavaa hizo nguo, alafu tutaelekea huko. Mimi nadhani nimeshajibu hayo, na tufanye hii taratibu kwanza, mengine tutakuja kuendelea baadaye. Asante. Takasa maji. Tunakushukuru Baba wa mbinguni uliyeziumba mbingu na nchi. Mtakatifu, 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 hilo ndilo jina lako. Wakati kama huu na saa kama hii ambayo mbingu imeruhusu tuwepo kwenye majira haya, hivi Bwana tunayatakasa haya maji kwa jina lako Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Yakawe mamlaka, ikawe nguvu. Tunachokifanya ni ushuhuda kama kile ulichofanyiwa na Yohana katika Yordani. Hivyo baraka zote za maji mengi ziweze kuwa pamoja nasi. Kwa Yesu mwombezi wetu tunaomba na kuamini. Amen. Wako
Tunakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ninakushukuru Baba wa mbinguni kwa sababu umeruhusu hili liwepo, na hivyo tumeweza kulikamilisha neema ya mbinguni. Serikali kuu ya mbinguni ikawalinde Kristo. Shughuli ya kuweza kubatizwa ni kuandaa vita katika ulimwengu wa giza. Hivyo Bwana, giza iwatafutao isiweze kuwaona. Utukufu wa Roho Mtakatifu uwalinde, uwahifadhi na kuwaweka mbali na mila na tamaduni zisizoendana na wewe, Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen.
Pasika. Leo ni sikukuu kwa hao wenyewe wamebatizwa. Amen. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru wenyewe wanatuongoza kwa wimbo. Pia tunataka mtupe ingine wimbo moja tutoe sadaka, halafu tutakuja kusikia mhubiri wetu wa siku ya leo. Hata kama kuna wenyewe wamelala hapa na kuna wengine wamefika hapa mapema sana, tutaharakisha, tutakaa sana. Kwa hiyo mtupe ingine wimbo moja na tutoe sadaka. Karibu. Omea
Tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa wema na fadhili zako ambazo zimeruhusu uwepo wetu leo. Hivyo Bwana, mikononi mwangu nina kasha la matoleo, uweze kubariki mioyo ambayo imetoa kwa ajili yako. Ubariki kazi za mikono yao kwa ajili ya baraka, ubariki watoto wao, uwalinde nyumbani, uwalinde njiani, uwalinde shuleni. Damu ya Yesu wafunike, adui atakapoangalia asiwaone kwa ajili ya kidogo hii wanaoitoa kwako. Kulingana na neno lako kwenye kitabu cha Ayubu 41 verse ya 11 inasema kuwa nani amejaribu kunipa halafu anidai, angalie kama sitampa. Kwa ajili ya kidogo hii Bwana, uwabariki, uwabariki, uwabariki. Kwa Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Asante. Hiyo acha pastor asimame, kwa sababu kuna ndugu wanasema atatoka hapa saa 12. Acha tunaombe mchungaji akuje. Karibu. Yeah. Leo tunayo furaha, uyu munsi dufite ibyishimo, hata kama katika kifo huwa ni huzuni, nubwo haba harimo gupfa, haba harimo no kubabara, lakini sherehe hii inaonyesha kifo cha Yesu. Ariko urupfu rw'uyu munsi rurerekana. Na kwa nini niseme kwamba tuna furaha? Urupfu rwa Yesu. Kwa nini mimi niseme kwamba tuna furaha? Kubera iki navuga ko dufite ibyishimo? Kwa sababu huyo Yesu aliyekufa hakukaa kaburini tu, alifufuka. Kubera kuko Yesu yapfuye, ntiyatinze mu gituro, arazuka. Ndio maana badala ya kuwa na huzuni, tunakuwa huzuni na furaha vyote pamoja, na furaha mara nyingi huwa inameza huzuni. Nico gituma tuba tubabaye ariko kandi tukagira ibyishimo. Basi leo naomba mada yetu kuhusu Pasaka ituambie kuhusu Pasaka na mabadiliko ya Sabato. Kuri ubwo turagerageza kuvuga ku bijyanye n'uyu munsi kuri Pasaka. Na Pasaka ni nini? Lazima watu tuelewe Pasaka ni nini. Tugomba kuanza kumenya Pasaka ni iki. Tutakumbushana tu mambo mengi kuhusu Pasaka. Turibusanya. Pasaka ina maana mingi tu. Pasaka ifite ubusobanuro bwinshi. Katika historia ya wana wa Israeli ndio mwanzo wa Pasaka. Dukurikije ibyo Abayisraeli banyuzemo wakati wa Israeli wanatoka Misri. Hiyo historia, hapo ndo Mungu anawaambia kwamba tarehe hii ambayo nimewatoa katika utumwa wa Misri itakuwa kumbukumbu kwenu hata kwa vizazi vyenu. Igihe ubwoko bw'Imana bwari buvuye mu Egiputa, na hapo ndo historia inaanzia. Aho niho isomo ryacu ry'uyu munsi rihera. Lakini turudie nyuma kidogo. Kuri ubwo turasubira inyuma gato. Musa yule aliyeandika hicho kitabu
cha Kutoka, ndiye aliandika kitabu cha Mwanzo pia. Icyo gitabo cyanditswe na Mose ni igitabo cy'itangiriro. Katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa 21, igitabo cy'itangiriro 3 no ku mstari wa 21, tunakuta kwamba Adamu na Hawa walipomkosea Mungu, twabonye yuko Adamu na Eva bakoseye Imana, walianza kujisikia wako uchi, baza kwisanga bambaye ubusa. Mavazi yao ya kwanza ilikuwa ni majani. Imyambaro yabo ya mbere yari ibicocero cyangwa se amababi y'ibiti. Hebu tufikirie majani, muda wake wa kuishi, hiyo nguo ya jani, kukiwa jua kufika kama saa 6 au saa 7 itakuwa imeshakauka, inachanika hivyo. Dutekereje ku myambaro ya mababi y'ibiti, izuba ryase n'ubundi uzusanga agiye kuma. Lakini Mungu kawatengenezea nguo za ngozi. Ariko Imana ibadodera imyenda y'uruhu. Biblia zingine zinatafsiri kabisa ngozi ya kondoo. Biblia isitubwira ko wari umwambaro wo mu ruhu rw'intama. Kwa hiyo huo ndo mwanzo wa Pasaka. Mungu mwenyewe anachinja kondoo ili aweze kumvika Adamu na Hawa. Aho niho Pasika itangirira, kubera ko babaze intama hanyuma haza kuvamo umwambaro wo kubambika. Lakini pia ikawa ni unabii kwamba kwa damu hii ya kondoo, ariko n'ubundi byari ubuhanuzi, ikimenyetso cy'intama, ndipo kutakapotokea ukombozi wenu, kuko leo hazova gucungurwa kwacu. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe. Tukiangalia Yesu Kristo alivyokuja kuongea katika kitabu cha Yohana sura ya 8 na mstari wa 34 hadi ule wa 36, iyo turebye mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana 8:34 kugeza kuri 36, tunakuta kwamba anasema kwamba atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Havuga ngo ukora ibyaha aba ari intumwa y'ibyaha. Kwa hiyo kumbi Waisraeli walipotolewa katika utumwa wa Misri, ilikuwa ni unabii kwamba Yesu Kristo atakuja kututoa katika utumwa wa dhambi. Kubera ko ubwoko bw'Abanyesirayeli buva muri Egiputa byagaragaza kuko Imana ari umucunguzi. Kwa hiyo tunakuta hiyo hata kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 4 na mstari wake wa 18. Tuza kusanga ubwo butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka kwamba no ku murongo wa Yesu amekuja ili aweze kuokoa wanadamu. Yesu yaje gucungura abantu. Lakini pia tunaona nilo neno kwamba katika historia hiyo ya wana wa Israeli, neno Pasaka linaonyesha kumrudilia Mungu au kurudilia wenyeji wao. Kuri ubwo nubwo bitwereka ku urugendo rw'abana b'Abanyesiraheli, bitwereka ni kuntu Yesu yari kuza kuducungura. Kumrudilia Mungu namna gani? Wana wa Israeli, Musa na Aroni walienda kwa Farao kumwambia kwamba uturuhusu sisi na wana wetu na mifugo yetu twende tukamwabudu Mungu jangwani. Bariko birakuko agomba kubareka Farao bakagenda n'amatungo yabo bakaja gusenga Imana mu butayu. Kwa hiyo walitaka kumrudilia Mungu kwa sababu hawakuwa na uhuru wa kumwabudu Mungu kule Misri. Kuko batari bafite kumusenga kuko babishaka muri Egiputa. Kama walitaka kuabudu, walipaswa kuabudu ile miungu ya Wamisri. Kubera ko mu gihe bashakaga gusenga n'ubundi basengaga ibigirwamana byo muri Egiputa. Na hiyo tunaiona katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 3 na mstari wa 18. Aho tuza kuhasanga mu gitabo cy'itangiriro 3 no ku mstari wa 21, hata 12 na mstari wa 31 pia, no ku 12 kugeza kuri 34. Hapo ndo wana wa Israeli wanamwambia Musa, Musa anaenda kwa ajili ya wana wa Israeli ili aweze kumwambia Farao
turuhusu twende. Na hii verse ya pili hapa 12 na mstari wa 13 ni Farao anawaruhusu, nendeni, na mnapoenda mnikumbuke na mimi mniombee huko. Mose yaragiye gusaba Farao abana b'Abanyesirayeli ngo abatware, ariko arababwira ngo bagende nawe bazamusengere. Hata katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 na mstari wake wa kwanza hadi ule wa 4 tunakuta kwamba historia hiyo inatuonyesha kwamba wale watu wana wa Israeli walipokuja walijifanya kuwa watu wa Musa ili waweze kuongozwa na Musa, waongozwe na Mungu chini ya usimamizi wa Musa. Kubera ko tusuye no kubisoma mu gitabo cy'Abakorinto dusanga kuko abana b'Abanyesiraheli bari bayobowe na Mose, ariko Mose nawe ayobowe n'Imana. Lakini maana nyingine ni ubatizo. Ariko kandi kwari ukubatizwa. Ubatizo ni namna gani? Walipopita bahari ya Shamu pakavu walibatizwa wote. Nilikuwa nimeshaiongea sasa hivi. Kuko nari nabivuze ubwo banyuraga mu nyanja yakisemo, byagaragaza kuko ari ukubatizwa ari abakuru n'abatoya. Verse yake ile ya pili kabisa ndio inaonyesha kwamba wote walibatizwa. Mstari waho wa kabiri werekana ko bose babatijwe, na kubatizwa kwao ilikuwa ishara kwamba wamefanywa kuwa wana wa Mungu kupitia usimamizi wa Musa. Byari ibyishimo kuri bo kuko babatijwe banyuze mu nyanja bayobowe na Amosi. Kumbe kutoka katika Misri ilikuwa kumrudilia Mungu wao na kurudilia uwenyeji wao kwa Waisraeli. Kuva muri Egiputa kwari kugira ngo bongere basabane n'Imana no kugira ngo bave mu byaha. Lakini pia tunapokuja kwenye ile sura ya 12 mstari wake wa kwanza na tukaruka ule wa 12 tunakuta kwamba inatuonyesha kwamba ni kupita juu na kupita kati. Bitwereka kunyuraho no kunyura hagati. Kupita juu maana yake nini? Mungu mwenyewe anawaambia wana wa Israeli kwamba nitapita juu ili niweze kuona, niweze kuangamiza wazaliwa wote wa kwanza wa Misri. Yababwiraga kuko Yesu abanyura hejuru kugira ngo abarebe abana baba ubwoko bwari buvuye muri. Lakini pia kupita kati, nitaangalia kila mlango ambao una alama ya damu ili niweze kuwaokoa wana wa Israeli. Kubera ko yari ababwiye ko aza kunyura mu mudugudu wabo, yari abahaye ikimenyetso kuko bagenda bashiraho amaraso ku nzugi zabo. Kumbi alipopita kati alikuwa akiona ile ishara ya damu. Damu ya nini? Damu ya mwana kondoo, ambao waliambiwa kwamba kila nyumba ichinje kondoo, mwana kondoo mmoja dume, ili waweze kumla na damu waweze kupakaa kwenye miimo ya milango yao, ishara kwamba Mungu atapita siku hiyo, na nyumba yoyote, mlango wote utakaoonekana hauna alama hiyo, basi hao wataangamizwa. Kubera ko byari biteganyijwe kuko buri rugo rubaga isekurume y'intama, bagafata amaraso bakayasiga ku bihamambiro by'inzugi kugira ngo Yesu nahanyura amenye kuko abo ari abantu biwe. Abatarakoze icyo kimenyetso cyerekanaga kuko bazarimbuka. Katika hiyo historia ya Waisraeli tunakuta kwamba ni ukombozi. Muri urwo rugendo rw'Abanyesiraheli rutwereka ko harimo gukira. Lakini sasa je, inatuhusu nini sisi wa leo? Ariko se biratureba hiki twebwe ku munsi wa none? Kuna uhusiano, kwa sababu katika sisi wa leo tunasoma katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 inasema hivi. Yohana anamuona Yesu, anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aziondoaye dhambi za wanadamu. Niho Yohana yavuze ngo ndore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu. Kumbi ile yote ilikuwa ni unabii kwamba Yesu Kristo ndiye atakayekuja kutoa dhambi za wanadamu. Kubera ko byose bwari ubuhanuzi bwo kwerekana kuko Yesu azaza agakuraho ibyaha by'abantu. Yesu Kristo ndiye huyo mwana kondoo ambaye tangu mwanzo Mungu alimchinja na wana wa Israeli nao wakamchinja kuweka alama kwenye milango yao. Yesu Kristo ari intama y'Imana, ni nabwo bagiye bafata intama bakayibaga
bagasiga amaraso ku bihamambiro by'inzu kugira ngo Yesu nahanyura amenye kuko ari abantu biwe. Hata hivyo kitabu cha Waebrania, mwandishi wa Waebrania, kitabu cha Waebrania ambaye ajulikane katika sura ya 10 mstari wa 9 hadi ule wa 16 inatuonyesha kwamba damu zile za makondoo hazingetosha kuwaokoa wanadamu na dhambi zao. Ilikuwa kumbukumbu ya dhambi, ilikuwa kufanya kwamba watu wazoee dhambi, lakini damu ya Yesu Kristo mara moja alipotolewa na dhambi zikaombwa. Yani ni kama vile tuache dhambi. Unapookoka maana yake umeachana na dhambi kabisa. Ibyo byerekanaga kuko ari amaraso y'intama atabasha kuvanaho ibyaha. Zateganya uko Yesu Kristo naza akaba ari ubasha kuvanaho ibyaha. Kwa hiyo utumwa ulioongelewa hapa haukuwa utumwa wa nchi moja itawale nyingine, au raia wa nchi hii waonee raia wa nchi nyingine, bali utumwa ulihusu sisi wenyewe, utumwa wa dhambi zetu. Kubera ko ubwo butumwa ntibwari ubwoko bumwe cyangwa se ubw'igihugu kimwe, bwari ubutumwa bw'abantu bose. Ni kweli kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kuko babivuga ukora ibyaha ni intumwa y'ibyaha. Nina habari ya sikitiko, kama leo hii ningekuwa kwenye kilio kwa sababu ya mtoto wangu. Ni mtu ambaye anazoea kulewa sana, na alilewa pombe akajitupa kwenye dirisha, akajitupa chini, ameogotwa na polisi, na walipomuona amepelekwa walisema kwamba amekufa. Habari ilinijia ya kwanza kwamba amepelekwa aongei, hatikisiki, kwa hiyo na hatujua alipelekwa wapi. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajifanya mtumwa wa pombe. Bwana atuhurumie. Huruma kwa mtoto wangu wa pili mimi kuzaa. Yaravuze ko ari umwana wiwe inzoga ngo yahagaze ku idirisha iterera hasi, ikubita hasi. Abapolisi baje kumureba, babona ko aho yarangije, ariko baramufata bamujana ku bitaro kubera ko yigize uwo kunywa inzoga. Nashukuru kwamba habari za jana zinaonyesha kwamba bado yuko hai na ameshaanza kuongea. Ariko ndashima Imana kuko bamagije ku bitaro, kuri ubu ahabasha kuvuga. Ndio maana Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 anasema kwamba njooni kwangu wote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nibyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimuze mwese abarushe abaremerewe n'imitwaro, nimuze ndabaruhura. Kwa hiyo ndugu zangu, nisiwachoshe sana kuona maana za Pasaka ni nyingi, ni orodha kubwa, lakini mimi nimejaribu kuchukua hizi 7 kuwa za maana sana, za msingi, na hii ya mwisho hapa ni ya maana. Hapa ni kuchagua kuenenda chini ya usimamizi wa fulani au wa mtu yeyote kwa kufuata maelekezo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ushaka kuvuga ko buri wese ntagomba kuvuga ngo aragendera ngo munsi iyo muyobozi runaka ngo kubera kuko ari uyoboye. Ndio maana Yesu akasema kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 11 na mstari wa 29 kwamba jifunzeni kutoka kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa tabia. Bwana asifiwe sana. Tusoma mu gitabo havuga ngo nimuze munyigireho kuko umutwaro wanje turemereye. Na ndio maana Paulo akawaambia Wakorinto katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari ule wa kwanza, anasema kwamba nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Yesu Kristo. Nibwo yababwiye Abakorinto, arababwira ngo nimuze munkurikire kuko naje nakurikiye data. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi sasa turudilie somo letu la leo. Tumeshaona maana ya Pasaka, baadhi ya maana za Pasaka. Somo letu la leo linatuambia kwamba Pasaka na mabadiliko ya Sabato. Kuri uyu munsi wa none isomo ryacu rishaka kutubwira ukuntu Pasaka itandukanye no ku munsi wa gatandatu. Katika Agano la Kale, kile kitabu cha Kutoka sura ya 12 na mstari wake wa 8 mpaka ule wa 11 inaandikwa kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Iyo dusomye igitabo kiza kitubwira ngo uzawibuka umunsi wo kwisabato, twikureho ibyaha cyangwa se tube tudafite ibyaha hagati muri twe. Lakini sasa tuje tuone kitu kimoja kilichotokea.
Yesu alikufa siku ya tano. Yesu yapfuye umunsi wo kuwa gatanu. Na wakati Yesu angali anafanya kazi, mu gihe Yesu yarimo akora akazi, alisema kwamba yeye mwenyewe aliponya mtu siku ya Sabato. Yavuze kuko wenyine ku munsi wa gatandatu yakijije umurwayi. Alafu wanafunzi wake walipita katika shamba ya matunda, wakachuma matunda wakala. Aza kunyura ahantu hari umurima, abigishwa be baca amatunda yari ahari barayarya. Na Mafarisayo wakamstaki kwamba huyu haheshimu Sabato. Noneho baza kuvuga ngo abantu biwe ntabwo bubahiriza Isabato. Na yeye mwenyewe akajibu kwamba mimi mwenyewe ndiye Bwana wa Sabato. Nabaza kuvuga ngo ni jewe mwami w'Isabato. Ikawa ni kiburi, ikawa ni sababu mojawapo ambayo alitakiwa kustakiwa na kuuawa. Kubera kuko aho yasavuga haza kugaragara uburakari, haza kugira umwe ugwaho. Lakini sasa tusome katika kile kitabu cha Marko sura ya 15 mstari wa 42 hadi ule wa 46, tunaona namna gani Yesu na wanafunzi walivyofanya. Leo si siku ya posho. Jana hiyo ndo Yesu alibambwa msalabani. Na kama Yesu alibambwa msalabani, siku hiyo ya tano, siku ya posho hiyo, kuna tukio. Wale wakuu wa kanisa ambao ndio waliitwa makuhani wakaenda kwa nani? Wakaenda kwa mfalme Pilato, kwamba yule mjanja alisema kwamba atakufa na atafufuka siku ya tatu, na leo hii imeshakuwa siku ya pili. Kwa hiyo turuhusu sisi tupatie kikosi tende kikalinde ile kaburi yake. Kubera kuko Yesu yapfuye yahambwe kuwa gatanu, bigejeje kuwa gatandatu abamurwanyaga batangira kuvuga ngo se ko bigejeje ku munsi wa kabiri atari yazuka, kandi yaravuze ngo agomba kuzuka, bimeze gute? Ahubwo reka uduhe abantu baje kurinda imva yiwe. Swali langu ni hili moja. Je, siku ya Pasaka kufanya ulinzi ni kazi au sio kazi? Ese kurinda igituro na kazi cyangwa sa kazi? Ni kazi. Kama ni kazi, je, hao makuhani waliomsaki Yesu na kumpeleka auawe kwa sababu ameharibu Pasaka hawakufanya dhambi na wao kuruhusu kutuma watu kufanya kazi siku ya Sabato? Abatamzi bakuru bemeye kuko batanga abantu baja kurinda igituro kandi hari ku Sabato bitemewe. Tesi bote bakoze amakosa. Walifanya hiyo dhambi na wao wakabadilisha Sabato. Nabo baza guhindura kuwa gatandatu ariyo Sabato. Hapo ndipo Sabato ilianza kubadilika. Aho niho Isabato niho batangiye guhindura ku munsi wa gatandatu ariyo ku Isabato. Bwana atuhurumie sana. Bwana Imani tubabarire. Lakini ariko kandi ilikuwa na maana ya ukombozi wetu. Byari bikwiriye kuko kwari ugucungurwa kwacu. Ndio maana Wakristo tunachukulia Jumapili ambayo ndio siku ya kwanza ya juma. Ico gituma twebwe twafashe umunsi wo ku cyumweru kari wo munsi wa mbere kuichukulia kuwa sikukuu yetu ya ukombozi. Uko ari wo munsi wacu wo gucungurwa. Kwa maana Yesu alifufuka. Yesu yarazutse. Alifufuka siku hiyo. Kuri uwo munsi. Na kufufuka kwake kukatupatia matumaini kwamba kila anayemwamini Yesu Kristo ajapokufa naye atafufuka. Bizatwerekaga kuko buri wese umuntu wese uzamwemera azapfa kandi nawe akazuka. Bwana tubariki sana. Imana idufashe cyane. Je, unamwamini Yesu Kristo? None se wizeye Imana? Una furaha kubwa ya kuweza kufanya nini? Kusherehekea Jumapili kwa sababu ndio siku ya ukombozi wako kamili. Ese ufite ibyishimo byo kuzofatikanya n'abandi bose ku munsi w'ejo mwishima izuka rya Yesu? Isiogope. Ntimutinye. Kwa sababu akina mama Yesu alipokuwa amewekwa msalabani, kubera ko abamama Yesu ashirwa walilia sana. Bararize cyane. Walilia sana. Bararize cyane. Na wakajipiga. Wakaza bikubita. Hata Yesu akamwambia mama yake, usinililie mimi.
na nyina wa Yesu aramubwira ngo tundirire, jililie wewe mwenyewe na watoto wako wengine, ahubwo iririre wenyine n'abandi bana bawe. Hata hivyo kuna ishara tatu ambazo nataka nitukumbushane. Hari ibintu tugomba kwibutsanya. Ishara tatu hizo ni moja, ni kwamba Yesu alipokuwa msalabani kuanza saa 9 mpaka saa 6 mpaka saa 9 jua liliingia, kulikuwa giza mchana. Kubera ko zatweretse ikimenyetso kuva saa 6 kugeza saa 9 ubwo Yesu yari ku musaraba, habaye bwira kabiri. Ndio maana nikuhimize kwamba mama, baba, hata kama jua linaingia giza, hata kama kumekuwa giza mchana, maana yake kwamba dhambi, ubaya unazidia wema. Unaweza ukamtendea mtu wema leo akakugeukia ubaya, ukafa moyo. Usife moyo. Ico gituma mbabwira abavyeyi, abapapa cyangwa se abamama, nubwo wenda hari uwo kugirira nabi, tugomba kubabara cyane, kwa sababu huo wema wako utafufuka. Kubera kuko uko kwizera kwa kuzatuma uzuka. Huyo Yesu atafufuka. Yesu wazutse, kwa sababu huyo Yesu ndio wema. Yesu niko buzima. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe.